ضمن سپاس از مردم عزیز و ولایتمدار کردستان امام جمعه محترم. Mashariki ya Kati hali inazidi kuwa tete kutokana na hali ya maandamano inayozidi kushika kasi nchini Iran. Je, ni lipi chimbuko la maandamano haya na namna bora ya kutuliza dhoruba hii? Haya yote ndiyo yanayotukutanisha wiki hii kwenye Kipaza cha Siasa. Mimi ni mtaalamu wa Kipaza, Dastan Maombi. Karibu. Maandamano makubwa yanayoipinga serikali ya kidini ya Iran yameingia zaidi ya wiki mbili, huku wanaharakati wa haki za binadamu wanasema walau watu 116 wamefariki dunia kwenye vurugu zinazohusiana na maandamano hayo, huku zaidi ya watu 2600 wakikamatwa na vyombo vya usalama. Kwa upande mwingine, maandamano hayo yamelenga kuiunga mkono serikali chini ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, pamoja na kuomboleza vifo vya maafisa wa usalama waliouawa wakati wa maandamano hayo. Maandamano hayo yamezidi kushika hatamu licha ya serikali ya taifa hilo kuzima mtandao wa internet pamoja na mawasiliano yote ya kimataifa. Watu waliokuwa wamebeba bendera ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran walifurika katika uwanja wa Mapinduzi mjini Tehran. Mikusanyiko kama hiyo imeripotiwa pia katika miji mingine baada ya wito wa Rais Masoud Pezeshkian wa kuwataka watu kupinga kile kinachotajwa na utawala kuwa ni machafuko. Akihutubia umati mjini Tehran, spika wa bunge la Iran Muhammad Khalibaf amezituhumu Marekani na Israel kwa kuchochea maandamano hayo, huku akilitaja jina la kukabiliana na wimbi la maandamano yaliyotikisa jamhuri hiyo ya Kiislamu kwa wiki mbili kuwa ni vita dhidi ya magaidi. Muhammad Khalibaf amesema Iran inapigana vita vya pande nne na Marekani na Israel, ambayo ni vita ya kiuchumi, kisaikolojia, kijeshi na leo hii vita dhidi ya magaidi, na kwamba taifa kubwa la Iran halijawahi kumruhusu adui kufikia malengo yake. Spika huyo alisema jeshi la Iran litamfundisha rais wa Marekani Donald Trump somo lisilosahaulika iwapo kutakuwa na shambulio jipya. Kipaza cha siasa kikagonga hodi hadi kwa Ibrahim Rabi, ambaye ni mchambuzi wa siasa na diplomasia ya kimataifa, ili kufahamu undani wa hali halisi nchini Iran, ambapo alianza kwa kutanabaisha kuwa kinachoendelea nchini Iran kinatokana na ufadhili wa mataifa ya Magharibi kwa 100%, kwani mataifa hayo hayana uwezo wa kutumia nguvu ili kuondosha utawala wa taifa la Iran. Kila kinachoendelea Irani na push inayoendelea Irani iko na ufadhili wa Magharibi 100%. Hawana njia ya kubadili utawala kwa mabavu, kwa kutumia mamluki, kwa njia ya vita. Ni vigumu. Walifanya hivyo mwaka 80. Wakaanzisha vita kwa kumfadhili Saddam Hussein, akapigana vita na Irani miaka 8. Kwa kutumia gharama kubwa, mabilioni ya dola yalitumika kwa ajili ya kuendesha vita. Maelfu kwa maelfu na matani ya silaha yalimwagwa kwa Iraq kwa ajili ya kuondoa huu utawala ambao walikuwa hawautaki toka wakati huo. Sasa hawakufanikiwa. Lakini kwa nini inakuwa ngumu kwa mataifa ya Magharibi kupambana moja kwa moja na taifa la Iran? Rabi anatanabaisha. Iran ni kama nungunungu. Unaweza ukamuua, lakini atakuwa kakudhuru sana. Rabi anaeleza kuwa kuanzia siku ya Alhamisi ya Januari 8 hakuna taarifa yoyote yenye uhalisia iliyoruka kutokea Iran kutokana na mtandao wa taifa hilo kufungwa. Ukweli ni kuwa hakuna taarifa halisi kutoka kwenye uwanja wa mapambano au uwanja wa maandamano ndani ya Iran kutoka Alhamisi, kwa sababu tangu siku ya Alhamisi Irani ilifunga mtandao, si wa internet, imefunga mitandao yote, lakini wamezuia call, hadi international call pia zimezuiliwa. Yani hamwezi kuwasiliana. Kwa kinachoendelea field, yani kinachoendelea ndani, yani ndani ya ground, kinachoendelea ni wanajua wao, kwa sababu taarifa hazitoki. Lakini kile tunachokiona na kukishuhudia kupitia chaneli za Iran na zile za Magharibi baada ya Januari 8 ni za mlengwa gani? Sasa kuna kile ambacho kama mnatazama channel labda za Iran, kuna kile mnachoonyeshwa na mamlaka. Mamlaka wametaka muone hicho. Ndio maana unaona kwenye video ambazo zinaonyeshwa na mamlaka
tunaona maandamano ya upande wa pili ambayo kwa vyombo vya habari vya magharibi vya upande wa pili hatuoni kabisa. Yaani tunaonyeshwa maandamano tu ya kuipinga serikali ya Irani, lakini upande wa pili kuna maandamano makubwa sana ambayo pia na wao hawa hawatuonyeshi. Serikali ya Irani haionyeshi maandamano ya upande wa pili wanayoandamana, lakini inaonyesha maandamano yanayounga mkono serikali. Vyombo vya magharibi havituonyeshi maandamano yanayounga mkono serikali ya Iran, ila wao wanatuonyesha maandamano tu yanayopinga serikali. Rabi anaamini kuwa mwarobaini wa hali ya Iran bado ni ngumu, kwani kuna baadhi ya mataifa kama Israel yamethibitisha kuwa na mawakala nchini humo pamoja na kusapoti waandamanaji. Israeli wamethibitisha wazi kuwa wanafanya kazi ndani ya Irani kwa kuwatumia mawakala. Yaani Mossad wanathibitisha kabisa kuwa tunao mawakala wetu ambao ndani ya Irani wanafanya kazi maalum. Maybe ndio katika wale ambao tunaona misikiti inachomwa, misikiti 25. Sasa haya maandamano niliwahi kuambia, na ndio nilisema hapa mwanzo kuwa niliwahi kuambia kuwa wewe una ajenda yako na madai yako halisi kabisa kwa serikali yako, lakini anayekusapoti kutimiza hilo ajenda yeye wala hausiki na hiyo. Kuwa serikali itapokuboreshea maisha wewe hafaidiki lolote, serikali itapokupa kile unachokitaka, sio kupunguza ada au kupunguza huduma ya afya, wala yeye haishi kwenye nchi hiyo wala hapati chochote, hafaidiki lolote na kile ambacho serikali yako itakupa. Lakini mbona anashadadia na kukushabikia sana wewe utimize? Anakupenda sana. Anakupenda sana? No, kwa sababu ana ajenda yake na yeye ana lake. Nimesema juzi kuhusu Venezuela, lipo la kujifunza. Leo hiki na Machado na wenzake hawana nafasi baada ya Maduro kuondoka. Trump hawataki, hawana ushawishi, hawana lolote, kaeni pembeni, lakini wametumika kwa muda mrefu kufanya hivyo. So hii iko dunia nzima kuwa wa Irani wanayo madai yao, lakini ndani yake Israeli anasema kuwa anasapoti waandamanaji, yani kuna kikosi maalum kimeingizwa ndani ya Irani ambacho kinafanya kazi kwa maelekezo kutoka nje kuwa fanya hiki, choma hiki, piga hiki, fanya hiki, leta taharuki. Yani kuna vikosi maalum ambavyo vinalipwa kwa kazi hiyo. Ndivyo ninavyohitimisha makala hii ya Kipaza cha Siasa, ambapo leo tumeangazia hali ya maandamano nchini Iran na mzizi wa hali hiyo kwa sasa. Lakini swali ni je, upi mwelekeo thabiti utakaoshuhudiwa ndani ya taifa la Iran dhidi ya mataifa ya kibepari ili kunusuru hali ya mambo ndani ya Mashariki ya Kati? Usikose mfululizo wa makala za Kipaza cha Siasa ili kupata jawabu maridhawa. Mimi ni Dastan Maombi, mtaalamu wa Kipaza. Kwa heri kwa sasa.